Mama Samia hatutaki, Mama Samia hatutaki, Mama Samia hatutaki, Mama Samia. Ujambo na karibu tena mtazamaji wangu mahali popote ulipo. Niombe na matumaini yangu kwamba ubuheri wa afya na Mwenyezi Mungu anaendelea kukulinda. Karibu nikufahamisha yale ambayo yanaendelea kutokea nchi jirani ya Tanzania. Mtazamaji, kama vile nilikuwa nimekufahamisha, siku hii ya leo tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka wa 2025 ni siku ambayo Watanzania walikuwa wamepanga rasmi kwamba watakuwa wanarudi kwa barabara kuenda kufanya maandamano ili kuweza kusisitiza serikali ya Tanzania iweze kutimiza vitu ambazo wanasema wanataka ziweze kufanyika kama kutafuta katiba mpya na kuweza kurekebisha baadhi ya mambo ambayo wanaona kwamba yanaenda vibaya, lakini pia wanasema kwamba viongozi wengi ambao walichaguliwa uchaguzi wa tarehe 29 walichaguliwa kwa njia ambayo mpaka leo hawajawahi kuelewa ilikuwa namna gani, kwa sababu uchaguzi wa Tanzania haukuwa free and fair. Mtazamaji wangu, nataka hata kabla tuendelee kuzungumza zaidi nikupe nafasi kwanza utazame baadhi ya videos ambazo naona zina trend sana katika mitandao ya kijamii siku hii ya leo, siku ya maandamano. Mtazamaji wangu, maandamano ya tarehe 9 ambayo Watanzania wanasema kwamba wanafanya maandamano ya amani, maandamano ambayo hayana vurugu, bora tu matakwa yao yaweze kutimizwa na serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan, kwa sababu wanasema kwamba kuna mambo mengi sana yanahitaji mabadiliko huko nchi jirani ya Tanzania going forward, kama kubadilisha katiba, kwa sababu wanatumia katiba ya 1970 mtazamaji wangu, na wanasema kwamba kuna mambo mengi sana ambayo wanafaa kuinclude kwa hiyo katiba ambayo watakuwa wanatumia. So kwanza kabisa tazama hii videos, alafu niendelee kukuonesha sehemu tofauti vile shughuli zinaendelea siku hii ya leo, siku ya maandamano. Mtazamaji wangu, maandamano ya Watanzania wakipinga uongozi wa Mama Samia Suluhu Hassan. Kwanza kabisa tazama hizi videos. Tarehe 9 Disemba inaenda kuwa mbaya. Inaenda kuwa mbaya kwa sababu this time watu wamejipanga. Unajua maandamano yale ya kwanza ya 29 hakuna mtu alitegemea Samia anaweza kuwa na ushetani ule wa kutoa oda ya wananchi kuuawa. Unaona? Yaani ni kwamba mpaka kuna askari ambao wako kwenye jeshi la polisi walikuwa shocked na walikataa zile oda. Unaona? Na wanajeshi ndio walikuwa shocked kabisa, sababu hawakutegemea risasi, wananchi kupigwa risasi. Walitegemea vipigo, vinini, afu wao watawalinda. Hawakutegemea watatokea watu wanapiga risasi, wanafanya nini. Hawakutegemea hicho kitu. Sasa this time wamejipanga kwa sababu wanajua kwamba Samia ni mnyama kiasi gani, ni shetani kiasi gani. So this time wamejipanga. Ndio maana nasema this time haitakuwa nzuri. So it's important, jamani, nyie wenye influence, wazee, wanani, it's important hii serikali mkakaa nayo. It's important ikatafutwa njia ya kumuondoa Samia kabla ya tarehe 9 Disemba. Ikatafutwa njia yoyote ya Samia kuachia nchi kabla ya tarehe 9 Disemba, because inaenda kuwa mbaya. Nawaambieni mimi sasa hivi kuna polisi, yani ndio maana sitaki kuongea too much, sababu nitawasaidia ndugu zangu. Sitaki kuongea too much ndugu zangu. Yaani ni hivi, kuna wanajeshi sasa hivi wamekuwa suicidal. Navyokuambia, kuna wanajeshi wamepata depression, wamekuwa suicidal, wanataka kujiua ndugu zangu, kwa sababu ya kuruhusu wananchi kuuliwa vile. Kuna wanajeshi sasa hivi wanajisecond guess, especially baada ya Samia kuwaingizia zile hela. Mpaka wanauliza tunazirudisha wapi? Tunazirudisha vipi? Wamekuwa suicidal, wako so guilt ridden kwa sababu ya kuruhusu vile vifo vilivyotokea, kwamba they didn't do enough. Yaani wanajilaumu. Kwa maana hiyo this time tarehe hii ya pili wamejipanga vibaya mno ndugu zangu. Wamejipanga